Kuna kitu ambacho watu wengi sana mkifahamu ni kwamba hata kama una bidhaa nzuri kiasi gani, hata kama uchukue package yetu yote kwa nayo ndani, kuna makosa ambayo ukiyafanya nywele zako hazitoka zikue vizuri, na hata kama zikikua basi zitakuwa polepole, tofauti na unavyotarajia au tofauti na unavyotamani. Je, makosa hayo unayafahamu? Leo nimekuja kukudokeza. Ungana mwanzo mpaka mwisho video hii ili uweze kunufaika. Vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yetu, jina langu naitwa Grace Beams. Chaneli yetu inahusika na urembo asili kuanzia nywele zetu mpaka ngozi ya mwili mzima. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, kitu cha kwanza kabisa naomba usubscribe ili uweze kupata video zetu zote ambazo tunazitoa mara kwa mara. Na kama wewe mwenyeji, basi karibu tena. My dear, kama una bidhaa nyingi hapo ndani umezinunua hapa na pale na haupati matokeo mazuri, basi kuna makosa ambayo unayafanya na matokeo yake yanazidi kuwa mabaya, au unakata tamaa kuhudumia nywele zako. Naelezea kosa moja baada ya jingine ili uweze kuelewa na kuacha na uanze kuhudumia vizuri nywele zako upate matokeo mazuri. Kitu cha kwanza kabisa ni matumizi ya moto. Hata kama una bidhaa nzuri kiasi gani, na endapo unatumia matumizi ya moto kwenye nywele zako mara kwa mara, sahau kupata nywele zenye afya, ndefu na za kuvutia. Sahau. Yaani moto hauendani na nywele zenye afya. Ndio maana watu wengi ambao nywele zao zimeharibika kwa moto, wakiacha kutumia moto, nywele zao zinarudi kwenye afya yake vizuri sana na kwa haraka sana. Shuhuda nyingi ninazo, naziweka hapo baadhi muweze kuona watu ambao wanateseka na moto, baada ya kuacha moto matokeo wanavyoyapata. Jamani, moto ni adui, kwa sababu unapokuwa na blow dry au unaoshia maji ya moto sana au unaweka steaming kwa kutumia ile steamer yenye joto kali sana, unaenda ule moto ule unaenda kuua protini ya asili. Kama ninavyowaambia jamani, nywele zina protini ya asili. Kwa hiyo ile protini ya asili nywele yako inakufa kwa moto, lakini pia ule moto unaenda kuua ule unyevu wa asili. Ili nywele iendelee kukua inahitaji unyevu, na nywele yenyewe automatically ina unyevu wa asili kama hujaweka unyevu mwingine. Kwa hiyo unyevu wa asili pia unaenda kukufa kwa moto. Kwa hiyo hata kama ufanyeje, utakuwa unafanya kazi bure. Utakuwa unapaka mafuta, ushamaliza kupaka mafuta, na wengi mnatumia tu mafuta, labda upake na condition, lakini mwisho wa siku tunaenda ku blow dry, tunaenda kuua tena ule unyevu ambao umeuweka. Kwa hiyo my dear, kitu cha kwanza, acha kutumia vifaa vya moto kama sio lazima. Especially ku blow dry hakuna haja, kwa sababu ukimoisturize, ukapaka conditioner, ukapaka mafuta, ukapaka shea butter yako vizuri, nywele zitakuwa laini, utamoisturize, utafunga mabutu ya kunyoshea na utaendelea na huduma zingine. Maji ya moto sio lazima. Tumia maji ya uvuguvugu. Maji ya moto sio lazima kutumia. Sawa Lakini pia mpendwa wangu, hata kama unapenda kuweka steaming, usitumie joto kali sana. Weka joto kiasi tu ili nywele iweze kupata mvuke, na sio lazima. Unaweza ukavaa mfuko wa plastiki na kofia ya satini na nywele zikapata joto vizuri na ukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo siku ambayo utaacha kutumia vifaa vya moto, utakuja na ushuhuda hapa kwenye hii video. Sawa Kitu namba 2 ni misuko. Hata kama ukiwa una bidhaa za namna gani, endapo utakuwa unasuka style ambazo sio protective, ambazo hazilindi nywele zako, my dear, sahau nywele zako kukua. Unasuka mitindo ambayo muda wote nywele imevutwa, nywele tuseme imeshikiliwa hivi, yani imebanwa muda wote, haipumui, haipokei unyevu, yani haifanyi chochote kile, imekatwa hivi inateseka. Sahau nywele hiyo kukua, hata kama una bidhaa gani. Kama unasuka mitindo ambayo unaweka jeli nyingi paka kwenye ngozi ya kichwa, my dear, jeli inakaa mwezi mzima kichwani mwako, nywele haipumui, ngozi ya kichwa haipumui. Sahau nywele zako kukua vizuri. Labda kama una asili ya nywele, lakini vinginevyo chukua tahadhari mpendwa wangu, haujachelewa. Anza kusuka mitindo rafiki. Sawa Nywele zako zitakuwa vizuri tu, mitindo ambayo inapokea unyevu, mitindo ambayo haiumizi nywele, hainyofoi mizizi ya nywele. Nywele zako zitakuwa vizuri sana. Yaani mitindo bora na bidhaa bora, utapata nywele zenye afya sana. Kuto kutunza nywele vizuri wakati wa kulala. Jamani, hichi kitu nakichukulia simple, lakini ni muhimu zaidi. Unapokuwa unalala muda huo, unaweza ukaribu nywele bila wewe kujua. Kwa mfano labda umesuka nywele ambazo zinauma, zimekazwa sana,
Ukilala upande huu maana yake hii nywele ya huku inakuwa inavutwa kuja upande huu. Ukilala upande huu maana yake nywele ya huku inavutwa kuja upande huu. Matokeo yake nywele zako zinakuwa zinateseka, ni zinavutwa mpaka ile mizizi inaanza kulegea, inaanza kulegea. Jitahidi unapokuwa unalala uvae kofia ya satini ambayo itafanya nywele zako zikae sehemu moja, hata kama uko unalala nywele zisihangaike. Lakini pia wakati wa kulala jitahidi uwe na style nzuri ambayo inapokea unyevu. Yaani wanasema hivi, mwili wa binadamu unafanya kazi vizuri sana wakati wa usiku unapokuwa umepumzika, si ndio Kwa hiyo unapokuwa umeweka unyevu wakati wa usiku, kuspray maji, kupaka leave-in conditioner, mafuta na bata, ukifanya hivyo usiku ukavaa kofia ya satini, ile kofia ya satini inaenda kutunza ule unyevu, inatengeneza joto ambayo inatunza unyevu usiku mzima. Hatimaye nywele zako zitaendelea kuwa vizuri, utasahau katika, utasahau nywele kuwa chache, utasahau nywele kuwa nyekundu za brown. Yaani utapata nywele zenye afya mpaka utasema okay, nilikuwa wapi siku zote. Kwa hiyo chukua hatua leo, unapokuwa unalala hakikisha unalala na kofia ya satini au kitambaa cha satini ambacho utakifunga vizuri. Cha msingi usiumie tu kichwa, usifunge sana mpaka misuli ya kichwa kaanza kuuma. Funga tu kiasi, lala zako. Utakuwa umeipa nywele yako muda mzuri wa kupumzika na kufanya kazi vizuri ya ukuaji. Kitu cha 4 ni consistency. Jamani, muendelezo. Hapo ndipo wengi ambapo mnafeli. Wengi mnatamani nywele za watu wengine. Kumbuka safari yako ya kujua nywele ni safari tofauti na ya mtu mwingine. Wale ambao mmenifuatilia mimi tangu zamani mtakuwa mnajua. Nywele zangu zimetoka mbali na niendelea kupambana kwa hivyo. Endapo ningekuwa natamani nywele za watu wengine, nisingefika hapa nilipo, kwa sababu ningefanya kila baya kwa nywele zangu ili nipate nywele kama za watu wengine na ningeziharibu. Lakini nilistick na matunzo yangu na nywele zangu zikawa nzuri. Sawa, kama hivyo mnavyoona hapa kwenye video. Kwa hiyo consistency. Sio leo unasema okay, mwezi huu naanza rasmi matunzo ya nywele. Nataka nianze kupulizia maji kila siku, niweke conditioner, niweke mafuta, niweke butter, niweke nini. Baada ya wiki 2-3, nywele zangu hata hazikui vizuri. Hapana, mambo hayaendi hivyo. Unatakiwa uendelee hivyo hivyo mpaka utakapoona nywele zinabadilika. Na kumbuka kwamba nywele yote ile ambayo imeharibika lazima upitie phase ya uponyaji, ipone kwanza. Kama iko imepoteza protini, inakatika ovyo, inakuwa nyekundu, lazima urudishe ile protini kwanza. Alafu kisha rudi kama vizuri, ndipo itaanza kukua. Maana yake phase tu ya uponyaji wa nywele zako ni kama miezi 3. Ndio zitarudisha afya ya nywele yake, baada ya hapo ndipo zitaendelea kuwa kama kawaida. Kwa hiyo wewe mwezi wa kwanza unashika tamaa, unaachana nayo, unanunua bidhaa hii, unanunua bidhaa hii, unanunua bidhaa ile, unafanya hiki, unaweka hiki, unaweka hiki, matokeo yake si unafanyaje? Unakata tamaa. Usikate tamaa. Kama umeamua kweli kuzipenda nywele zako, jipe malengo basi hata ya mwaka mmoja, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 12, au kuanzia mwezi fulani mpaka fulani, miezi 12 kamili kwa ajili ya kuhudumia nywele zako, na sisi tupo tayari kukusaidia. Karibu WhatsApp kwa namba hii hapo inayopita hapo juu. Tutakusaidia kupambania nywele zako na zitakuwa vizuri tu. Cha msingi usiishie njiani. Na kitu cha 5, tuseme cha 5, yes, cha 5, maji. Unaambiwa maji ni uhai. Ni kweli, sio tu kwenye mwili. Mwili wa binadamu tukinywa maji tunapata moisture kuanzia ndani, ni unyevu kuanzia ndani ya mwili mpaka kwenye ngozi zetu. Ngozi zinakuwa nzuri, za kuteleza, za kuvutia, si ndio Lakini pia nywele zinategemea maji pia. Yaani haya maji ambayo tunapulizia kwa unyevu, ukinywa maji ya kutosha, sio tu mwili utanufaika, na nywele zako pia zitanufaika. Ngozi ya kichwa itapata unyevu, kwa sababu ngozi ya kichwa pia ni ngozi kama ngozi ya mwili. Itapata unyevu, itafanya nywele zote vizuri, zipite vizuri. Utasahau nywele katika kunyofoka. Idea, jitahidi unywe maji vizuri. Yaani maji ni urembo asili. Unapokunywa maji utaondoa vitu vingi sana kwenye mwili wako. Utaflash magonjwa mengi, utaflash vitu vingi sana, utaflash bakteria, uchafu mwingi utautoa kwenye mwili wako. Hatimaye ngozi yako itakuwa inakuwa kwa afya, inafanya kazi kwa afya, inaruhusu pia vitu vingine viendelee kuwa vizuri. Kwa mfano nywele zako zitakuwa vizuri. Kwa nakushauri jitahidi unywe maji at least basi glass 8 kwa siku, sio nyingi. Ukianza kunywa asubuhi utapumzika saa 6, utakunywa 1, saa 8 utakunywa, saa 10 utakunywa, saa 12, saa 2. Unaona Yaani sio nyingi. Cha msingi tu mwili wako uweze kupata ile moisture, uwe hydrated, upate unyevu wa kutosha, na nywele zako pia zitakushukuru. Jamani, maji ni uhai. Hivyo basi leo wala sijakuja na vitu vingi, wala nisikuchoshe mpendo wangu. Nimekukumbusha tu kwamba hizo bidhaa hizo unazo hapo ndani, kama unafanya yote haya, au ni maji au ufanye nini, yote hayo, nywele zako zitaendelea kulia kwa sababu hazipati huduma ambazo zilikuwa zinastahili. Sawa Kwa huduma bora na bidhaa bora
Karibu sana. Tuna bidhaa nyingi nzuri, watu wengi wananufaika, shuhuda ni nyingi, hatuwezi kuziposti tukazimaliza. Karibu WhatsApp kwa namba hii ambayo inapita hapo juu. Tutakupatia bidhaa bora, tuna mawakala sehemu mbalimbali, lakini pia tutakupa ushauri fasaha. Sisi kwetu ushauri ni bure kuhusiana na masuala ya nywele yako. Cha msingi karibu tuelezee una changamoto gani ya nywele, tutakushauri vizuri. Pia usahau tufollow kwenye page yetu ya Instagram Grace Beams Products. Utajionea mengi kule ambayo yatafanya nywele zako ziendelee kukua, yatakupa moyo wa kuendelea kumpania nywele zako, kwa sababu mafunzo mengine pia tunatoa Instagram. Nakupenda sana, acha kufanya mambo hayo, nywele zako zitakuwa. Bye.